ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu utaeleweka. Mtu huyu ameokoka au ni 0.0 au ni taa ya rangi nyingi, utaeleweka. Maana kama una Roho Mtakatifu, hata kama ungetwazwa na jirani yako, hauwezi kuwaka kama kiberiti. Kuna watu wako kanisani, zaka wanatoa, malimbuko wanatoa, matoleo yote wanatoa, lakini kwenye mitaa yao ni viberiti wa mitaa. Huwezi ukamfananisha huyu ni Pentecoste na huyu ni mtu wa Msankuroni. Huwezi ukawatofautisha. Hauwezi kujua huyu ni Pentecoste na huyu si Pentecoste. Huwezi kuwatofautisha. Ni kwa sababu bado mtu huyu hajafinyangwa na nguvu inayoweza kumsaidia atembee kujielewa na kujitambua katika maisha yake ya kiroho. Wale wanafunzi, wale mitume walipojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Biblia inaniambia walipoweza kujazwa, maana yake wakatiwa nguvu ya ujasiri. Wakatiwa nguvu ya ujasiri, wakawa na uwezo, wakakutana na Masadukayo, wakakutana na Mafarisayo face to face, wakihubiriana Injili. Lakini leo kuna watu makanisani hawana ujasiri wa kukutana na mtu yeyote, hata waweze kumhubiri habari njema ya ufalme wa Baba, kwa sababu hawajajazwa bado nguvu inayowafanya kujitegemea katika maisha ya imani. Bado wanakaa hofu, nikihubiri utanichekelea. Na kweli siku moja unaweza ukasema Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha. Angalia mtu wa Mungu, angalia wewe mteule, Yesu yu karibu kuja, naomba uokoke siku ya leo. Ukiona mtu anaanza kupita, angalia mtu wa Mungu, angalia Mungu, Bwana yuko karibu kurudi, unaanza kupunguza sauti. Maana unamjua yule anayekutazama na aliyepita, huwa mnakutana naye chocho fulani fulani. Amen. Yesu ni Bwana, amenibadilisha. Nilikuwa na dhambi, Bwana amenitengeneza. Mara ghafla unamuona kule Barnaba anakuja, unaanza kusema nilikula 10,000 yake, kweli nilikula 10,000 yake. Lakini mtu aliyejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ni mtu ambaye ni mtakatifu na yuko tayari kukutana na yeyote, na anamfosi, anamwambia Yesu anaokoa, Yesu anabadilisha, Yesu anatengeneza. Maana kwanza umetengenezwa wewe. Ukijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ukijazwa uweza na nguvu, una uwezo wa kujitegemea, una uwezo wa kutembea kifua mbele. Hata kama kuna mchawi amecheza kwenye paa la nyumba yako, una uwezo wa kusema katika jina la Yesu Kristo, ewe mchawi, ninakutungua kwa jina la Yesu. Unaona mchawi anaanza kudansi, anasema hakika ndani yako pana nguvu isiyo ya kawaida. Yesu atusaidie. Sasa tunaona katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 kwamba nguvu inayomwezesha mtu au Mkristo ajitegemee katika imani ni nguvu pekee ya Roho Mtakatifu. Hakuna kingine kinachompa Mkristo kusonga mbele, kinachompa Mkristo kujiamini, kinachompa Mkristo kujitegemea. Tofauti na hapo utahangaika
Yesu asifiwe. Tembea kifua mbele, hali ukijua ipo nguvu inayokupa kutembea. Sasa tulipotoka hapo tukaangalia mambo